Yaani hawezi pima sumu. Kama nyinyi mnatupatia sumu, yaani unaweza pima sumu na mtu na hauna sumu. Unaweza nunulia pasa sumu na hauna sumu. Hapana, hiyo ni mchanganya. Hata kama hata kama unafunga tumbo ndio pasa akule, hapana, jifungue bwana. Sasa tukikutana na wewe, nataka nisema haleluya. Nataka Jumapili tu. Unaona hii wazee wa AIC. Sasa mimi wanapimanga mambo zingine sijui nini. Wanasema hiyo ni kujirembesha. Hakuna maneno mengine. Hata hii dini imetosha sisi kujirembesha. Imetosha tuinuke. Na sijasema sijawalenga Mungu na Mungu, najua Mungu na Mungu. Lakini nataka su 3, 4. 5. Mpaka shetani asituke leo anavaa suti gani? Tukikutana kwa meeting, tukisema ni mkutano ya wazee na vijana. Hata wanashindwa ni mchungaji ni gani? Wanakuja kukutisha ndani. Lakini ukikutana kwa barabara sasa, tulikutana na kupe msegeleza. Tulikutana na mchungaji anakuwa anauliza ni kanisa gani? Anajua ni mchungaji wa Madana, ndio sema bibi ni mchungaji wa Lumumba na Ushanda. Ni mchungaji. Sasa hivi tumetembea na mzee mpaka sio kuitaka mchungaji. Sio kutoka hapo mzee. Sio fae tai. Sio ufunge tai. Ni hii tai ni nani? Unataka wewe ungeenda kwa kulia ufungie ukiwa manyamaza. Susai. Unajua tai inaweza kuja wazee mkikataa kufunga tai sahihi. Unasema tutawafungia. Sema amen. Pale vijana, jamani. Nataka vijana wako vae tai. Sasa mkitoka kabla mjabai ya kwaya, maana najua kuna mambo za kwaya zimekuja. Fanya su naenda na album yako. Ili ukifika kwa mkutano toa sasa fire kwaya. Lakini ukienda barabara unasema, "Huyu mchungaji, sikishi maana hapa na wachungaji wengi sana." Si wachungaji wengi. Sikishi wa mama wa kanisa wengi. Ni kwa sababu Mungu ametuinua. Sema amen. Hiyo imenichochea kidogo, niwachochee kidogo. Unajua kwa sababu umesema tutawainua wazee katika jina la Yesu. Sema amen. Biblia ikasema kwamba mwongozo ikasema kwamba kikombe kushuhudia damu yake iliyomwagika kwa msamaha wa dhambi zetu, pia inaonyesha wazi kuwa Kristo wote wana umoja katika Kristo, wakinywea kikombe kimoja. Ni wakati wa kujioji mioyoni na kujitoa upya katika Kristo Yesu. Katika hali ya kuelekea meza ya Bwana, kila mmoja anajioji, kwa sababu hii unajua unaweza kula laana, unaweza kula baraka. Unajua sasa hii sio mkate ya kawaida, hii ni mwili. Hata ukikula unasema ni mwili. Hata ukikunywa kikombe cha damu unasema hii ni damu ya Kristo Yesu aliyomwagika kwa sababu yako. Kwa hivyo ni serious. Ni serious business. Ni serious business. Kwa hivyo ukielekea kwa meza ya Bwana, elekea kunyenyekea, kwa sababu umeenda katika utukufu mwingine. Na elewa ni hii. Usikose kumeka mwili kwa sababu hujakumbuka Kristo alikufa na akateswa. Hii ni ukumbusho kwamba Kristo alikufa na akakumbuka na akamwaga damu. Inatukumbusha mwili wa Kristo ilipondwa akateswa kwa sababu ya sisi wana Maranatha. Na wakati tunakula meza ya Bwana, kuna miujiza mingi Bwana anatenda. Wakati tunakumbuka Kristo akateswa, akakufa, akafufuka. Meza ya Bwana ni ibada takatifu. Kwa hivyo yafaa iende ibada hii kwa moyo wa unyenyekevu, kumcha Mungu na shukrani. Kumcha Mungu na shukrani. Kulingana na Paulo, meza ya Bwana ilistahili kusherekewa mara kwa mara. Kanisa la MFA inapendekeza ikiwezekana ifanyike angalau mara moja kwa mwezi. Luka 22:7-22, kitabu cha Wakorintho 11 ya kwanza 23-32, kitabu cha Isaia 53. Nafasi iwekwe kwa maombi, shukrani na wakati wa kujioji. Nafasi sasa iwekwe ya shukrani na kuweka maombi.